Karibu tena mpenzi wa simulizi. Leo tunazama mbali ya uchambuzi wa Mtoto Wangu, sehemu ya 27. Hii ni sehemu inayozidi kuchimba mizizi ya usaliti, huku wahusika wakizidi kuindana katika mchezo wa paka na panya. Andaa kiti chako, maana tunaenda mwendo wa kishindo tukichambua kila tukio muhimu kwa mpangilio wa wahusika. Simulizi kamili, Mtoto Wangu, sehemu ya 27. Pointi ya kwanza, shinikizo kwa Karani na maisha magumu. Simulizi inaanza na mwanamke au mshirika wa twinzi akimkabili Karani nyumbani kwake bila taarifa. Karani anaonekana kuingiwa na hofu, akidai kuwa ana familia na hataki kuingia kwenye matatizo. Mwanamke huyo anamlalamikia Karani kwa kukaa kimya, huku wao wakipitia maisha magumu baada ya kuhama kwenye nyumba. Karani anamuomba ampe muda, kwani jambo hilo si jepesi na hataki kuingiza familia yake kwenye hatari. Maoni. Karani anaonekana kuwa na ufunguo wa siri, lakini uoga wake unazidi uaminifu. Hii inaonyesha jinsi adui wa twinzi walivyoweka mazingira ya vitisho kwa kila anayejua ukweli. Mahali pa simulizi ya Bongo Hadithi. Swali: je, Karani atavunja ukimya na kusaidia au ataendelea kujificha nyuma ya kisingizio cha kulinda familia yake? Pointi ya pili, twinzi na msako wa daktari medic. Twinzi anaamua kumtafuta daktari wake wa karibu ambaye hapokei simu zake kwa zaidi ya siku 3. Twinzi anafika nyumbani kwa daktari na kukutana na mke wa daktari ambaye anamwambia kuwa Dr. Medic amesafiri kikazi na hajui atarudi lini. Twinzi anashtuka, kwani ni rafiki yake wa karibu na hajamtaarifu kuhusu safari hiyo. Maoni. Safari ya daktari inaonekana ni ya kupangwa ili kumkwepa Twinzi. Hapa tunapata picha kuwa daktari ameshanunuliwa au kutishwa ili asitoe siri ya vipimo au ukweli wa damu. Swali: Dr. Medic amesafiri kweli au amefichwa na adui wa twinzi? Pointi ya tatu, dhana ya twinzi, mjomba Nyuki na Adela. Baada ya kukosa kumwona Karani na daktari, twinzi anajadiliana na mwenzake kuhusu hali ya usalama. Twinzi anatoa dhana kuwa daktari Medic anatumika na mjomba Nyuki na Adela. Anashangaa kwa nini tangu waondoke nyumbani mjomba wake Nyuki hajamtafuta. Twinzi anaamini kuwa Adela hana ujasiri wa kufanya hila hizi peke yake. Lazima Nyuki yuko nyuma akimtumia daktari kama kivuli. Maoni. Twinzi ameanza kuunganisha connecting the dots. Anagundua kuwa adui mkubwa ni mjomba wake ambaye amejificha nyuma ya pazia, huku akitumia wataalamu kama daktari kufanikisha dhulma. Swali: Twinzi latatumia mbinu gani kunasa daktari na kupata ushahidi wa kisayansi dhidi ya Adela na Nyuki? Pointi ya 4, mama katika maisha ya anasa, vitanda vya madosho. Kwa upande mwingine, tunaona mama na binti yake wakifurahia maisha mapya ya anasa kwenye nyumba walioipata kwa hila. Mama anashangaa bonge la kitanda na kulinganisha na vitanda vya kamba vya kijijini kwao. Binti yake anamtuliza mama yake na kumwambia kuwa hayo ndiyo maisha yao ya sasa, huku mama akishindwa hata kupata usingizi kwa furaha ya kulalia godoro la madosho. Maoni. Hapa tunaona ubofu wa tamaa. Wanasherehekea mali za dhulma huku wamiliki halisi wakiteseka uswahilini. Hii ni picha ya kikulacho nguoni mwako. Swali: je, furaha hii ya kulalia vitanda vya gharama itadumu au ndoto zao zitabadilika kuwa jinamizi punde twinzi atakapopata ukweli? Pointi ya 5, Teddy na siri ya mimba ni ya nani? Teddy anaanza kuonyesha dalili za kuumwa, kizunguzungu na kutapika. Mpenzi wake anamshtukiza kwa kumula ikiwa ana mimba, jambo ambalo Teddy analikubali, lakini anadai hajui ni ya nani, kwani wana muda mfupi tangu wakutane. Hali hii inaleta mivutano ya uaminifu ndani ya mahusiano yao mapya. Maoni. Siri ya mimba inaongeza kero kwenye simulizi hii. Teddy anaonekana kuwa na mambo mengi yaliyofichika nyuma yake, jambo linaloweza kumvunja moyo mpenzi wake. Swali: mimba ya Teddy ni ya twinzi au ni ya mmoja wa maadui wanaomfuatilia twinzi? Pointi ya 6, mtego wa mapenzi na usaliti wa shemeji.
Kuna tukio la kusisimua ambapo mwanamke mmoja au shemeji anajaribu kumtega mwanamume, labda Remy, kimapenzi ndani ya nyumba. Anamwambia amemletea vitu laini na kumtaka asihofie kwani mdogo wake hatojua. Hata hivyo, mwanamume huyo anafanikiwa kukwepa mtego huo. Baadaye mke wake anakuja na kumsifu kwa uaminifu wake wa kuepuka mtego wa mwanamke. Gadai hata Beyonce angeletwa hangekwenda kumvua nguo. Maoni: hapa tunaona uaminifu wa mwanamume unapojaribiwa katikati ya hila za kifamilia. Shemeji anajaribu kuvunja mahusiano yao ili kupata mamlaka au kuvuruga utulivu wa ndani. Swali: je, huyo shemeji ataishia hapo au atapanga mbinu nyingine chafu ya kusingizia ubakaji au usaliti? Hitimisho na maoni ya mwisho. Mpenzi wa simulizi, sehemu ya 27 imetuonyesha kuwa adui zetu wanatamani tufe wachukue mali zetu. Twinzi amezungukwa na vivuli, lakini uwezo wake kuchanganua mambo unazidi kuimarika. Wakati mama mmoja akishangaa vitanda vya anasa, Teddy anapambana na siri ya tumbo lake. Ushauri wangu kwako: katika mapambano ya kudai haki, angalia jicho la daktari na karani wako. Hao ndio wanaweza kukupa ushahidi au kukuuza kwa adui. Je, umependa simulizi hii ya leo? Ikiwa umeifurahia na unataka mwendelezo wa sehemu ya 28 uwe wa moto zaidi, subscribe sasa hivi ili ujue karani atamfuata Twinzi lini. Like na kushare simulizi hii ili kuwafundisha wengine kuhusu uaminifu ndani ya familia. Comment hapo chini, Twinzi msake huyo karani mpaka aseme ukweli, na niambie unadhani mimba ya Teddy ni ya nani? Pia kama kuna filamu nyingine yoyote unataka niichambue kwa mtindo huu mvutio, iandike jina lake hapa, nitakuletea simulizi kamili. Asante kwa kuwa nami, tukutane katika mwendelezo unaokusisimua. Wote Bongo Hadithi, karibu Bongo Hadithi. Hapa tunajifunza kupitia simulizi. Hadithi zinatujenga kila siku. Filamu na tamthilia ni mwanga, zinatufundisha njia za maisha. Mwanga wa kesho, safari ya roho. Kila hadithi ina funzo lake, kila tukio lina maana. Watoto na wazazi tukisikiliza, tunajenga familia ya maarifa. Maarifa ya moyo, upendo wa jamii. Wote tukitazama tunafurahi, wote tukisikiliza tunajifunza, wote Bongo Hadithi ni rafiki, wote wa ndoto na mawazo yetu. Bongo Hadithi, wote Bongo Hadithi, jifunze na ufurahi. Wote mahali pa hadithi zenye maana. Wote Bongo Hadithi, sikiliza ujenge akili. Wote kila simulizi ni nuru ya jamii. Bongo Hadithi. Vijana kupitia hadithi tunapata mwelekeo, tunacheka, tunabadilika. Hapa si burudani tu, ni safari ya mafanikio. Mafanikio, ndoto. Subscribe sasa usikose simulizi. Like na comment tuambie mawazo.
tubadilike. One voice, one love.